Clouds TV, empowering lives. Sema wisdom, because that is what we lack. Had we had wisdom to understand the word of God, we will not be facing the challenges we are facing. It is because you have refused to grow. You have refused to grow because you lack wisdom. And the people perish because they don't have what? Wisdom. The moment you lack wisdom, you perish. Hawezi kufaulu, hawezi kuenda mbele, hawezi kufanikiwa. And this is what, when Solomon looked at what was happening to his father, aliona matatizo, maana walikuwa nakaa na baba yake. Wakati baba yake alimwachia kiti, alijua the same problem ya baba yangu nitaendelea kukua nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. And then he decided to go to God. Akaambia Mungu, nataka kuja kukutembelea. Naye Mungu akamwambia, kuja na sadaka. Alipoenda na sadaka, akachinja ng'ombe 1000 kule Mount Gibeoni. Akachinja ng'ombe 1000 mpaka damu ikamufika kwenye kiuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali ya kuchoka, akaenda akalala. Alipoenda kulala hapo chini kidogo, Bwana akamtokelezea. So he prepared the ground for God to appear before him. For you to have that blessings of God, for you to have an encounter with God, you must prepare the ground. The ground ya Mungu atakuja namna gani. You must have the wisdom of attracting the presence of God. Wakati mtu anaitwa Gideon alidiscover huyu ambaye tunaongea na yeye si mtu wa kawaida, ni malaika. Alimwambia, wacha kaa hapo kidogo, wacha nikimbie nyumbani. Hakuambia malaika anaenda kufanya nini. Alikimbia nyumbani, akachinja mbuzi mmoja na akatengeneza mkate usio ambao ulikuwa hujachachwa. Kisha akarudi nazo. Malaika akamwambia, wekelea kwenye jiwe. Alipowekelea kwenye jiwe, nayo akanyoshea kijiti, ule mkate na nyama zikachomeka. Sadaka yake ikakubalika. Wakati alidiscover, nobody sent him. When he discovered huyu ambaye tunaongea naye si mtu wa kawaida. The moment you discover the anointing you are sitting under, either uondoke ama ukae chini. That time when you discover the authority in the anointing, the power in the anointing, that is the day your blessing will start coming. That is the day you start receiving. Because I am a prophet of God, and I am sent to you so that I can prosper you. The prophets are meant to prosper. Sitting under me, you prosper. Haufai kukaa na mimi mwaka mzima na hauna matunda, hauna anything you can relate with me. Mimi naendesha gari, mimi nakaa kwangu, mimi niko na microphone mzuri, niko na kasuti kazuri. Hata wewe, you should emulate the man you are sitting under. It doesn't mean that ati mimi tu ndio niko na ruhusa ya kupokea baraka. No, I am here, you follow me as I follow Christ. Hallelujah. If I'm not following Christ, you disconnect. If there is no connection between me and you, you should not be here. Bwana Yesu asifiwe sana. I cannot be wearing expensive suit, expensive shoe, expensive everything. Kwangu nakaa mzuri, naendesha gari, nakaa nyumba mzuri, nakula vizuri, na wewe unaenda kukula chakula ya unakula meal moja. Not because unikufuga mnafuga ati nikupugusa kama Ruto. Unakula meal moja because you are forced to. Na hata hiyo mimi unakula ni maokoto umeokota ya machakula. And mimi kwangu mpaka umbo yangu inakaa vizuri, inakula vizuri. And you say you are still under me? You are not. There is a huge disconnect. You cannot be able. Mimi peke yangu kwa kanisa mzima, mimi ndio na count blessing, na nyinyi hamuna blessing. Mimi ndio na count success, you don't have success. Mimi ndio na count growth, you don't have a growth. It doesn't work that way. Follow me if I'm following Jesus. And if there is no connection between me and you, just find a connection somewhere. Don't go sitting on something that is not benefiting you. You are either wrong or I'm either wrong. You are either in the wrong place or you don't understand where you are. It is until you discover the anointing that is under you, until you discover the person called to serve you, until you discover what God has brought you hapa, until you discover who is Ndura Waruinge, until you discover where are you, what is synagogue. You must be able to understand what is synagogue.
You must understand what is the altar that is here. You must be able to understand what is this man that I'm sitting under. How am I related to him? Because we must have a relationship. If there is no relationship between and you, then we have no connection. And when there is no connection, there is no blessing. Coming to church is one thing, and connecting to that church is another thing. Connecting to the anointing that this man is carrying is a different thing from going to church. You can be coming to church like a puppet. You can be in church like just any other person. Unaweza kuja tu kanisani na unakuja tu, lakini there is nothing that is happening in you. There is nothing you can show off. There is nothing that you can prove to us that this can happen to you. There is nothing. Hakuna kitu unaweza kunionyesha umekaa hapa mwaka mzima, but there is nothing. That's haibebi akili hata kidogo. Haibebi. Ati tuko na wewe mwaka mzima. Mimi unaona naendelea na maendeleo yangu. Mimi unasikia nimenunua kashamba. Mimi unasikia nimenunua kagari. Mimi unasikia nimepata kitu fulani. Na wewe venye ulikuja umekauka, hata umekauka kuliko venye ulikuja. Ndio unapatanga hivi viti zote ziko na bigiji. Bigiji si za wachawi. Ni stress. Na wananunuanga ukiangalia hiyo kitu, ukiangalia hizo maziku ni zile za round. Zilikuwa tunaita kwa borugam. Unajua borugam imekauka kama sado, kiatu ya sado. Na inakukipu busy. Sasa kwa sababu unataka kukuja kanisa na hauna pesa, unatafuta accompaniment. Na unatoka Kayole, unanunua borugam mbili. Unakuja mpaka mdomo imekonyoka hapa, ni kama mtu ako na stress. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are not connecting. You can only be blessed in an anointing that is connected to you. If the anointing that I'm carrying is not connected to you, don't even bother to be prayed for, because it will not work for you. We must connect. Ndio komanda uliniona kwa YouTube ukasema wacha niende kwa huyu mzee. Ndio kamaona ukaniona kwa Facebook ukasema let me go to this man. Because there is a connection. And when you came here, instead of following the connection that connected you to this place, ukakuwa misguided, ukaondokea. Ukaanza stories zingine, ukaanza kuona Toro Dakad Hadison. Ukaanza kuona beautiful man. Yeah? Kutoka hapo ukaanza kubehave kama ni dunia yako. Kutoka hapo ukaanza kuona mimi nimekushikanisha, wewe hauko unajua huyu, mimi ndio nimefanya mmejuana. Sasa mnashirikiana na yeye kunipiga. Wewe hauko unajuana na huyu na huyu na huyu. Sasa mnatengeneza kikundi yenu ya kupiga huyu na huyu na huyu na huyu. And you've come to church to seek God. It means you don't know what you are doing here. When Gideon realized, akajua, this is not the man I thought. This is not a human being. This is a spirit of God. Akamwambia tulia hapa. Let me run. I'm coming back. Akakimbia nyumbani, akachinja mbuzi. Hakuna aliyemwagiza, hakuna aliyemwambia. Hakukimbia kwa baba yake kumuuliza kama ni vizuri kuchinja mbuzi. Alikimbia kwa nyumbani, akachukua mbuzi, sijui kama ni yake ama ni ya baba yake, akachinja. Akajua lazima ukiongea na mtumishi wa Mungu, you have to go kwa mtumishi wa Mungu with respect. Akachinja mbuzi, akakimbia nayo, akakuja akaiwekelea pale. Malaika akajua this man has identified me. Na akajua who this man has bought his key for the next move. You must buy the key for your next move. Yes, coming to know me. Umeniona kwa YouTube, umeniona kwa radio, umeniona wherever you've heard people talking about me. That is one thing. Connecting me to that what people are talking about me. Watu wanatoa shuhuda. Watu wako Canada wametoa shuhuda. Watu kama huyo mama anasema aliwanunulia vitu. Ni mama nilimwombea kwa simu akiwa Canada. Ako na ushuhuda. Kuna mama alikuwa Pennsylvania, nikamwombea akiwa kule, ako na ushuhuda. Alikuwa amepotea shamba yake, ako nayo back. Simu peke yake, only phone call. Hakukuja tunimwekelea mikono kama nyinyi, aliyokirwa kama mwandu wake. Dokatuma, tu. It does not connect. If it is not connecting, even if I pray for you, it will not connect. Kama ulikuja hapa na ukatoshereka, wale wanafanyanga kazi na mimi, kama ulikuja hapa na ukatoshereka na ukakaa na ukakuwa normal na ikakuwa a normal operation, you are dead spiritually. Kama umefika mahali tumezoeana na wewe, you are dead completely. Hakuna mafanikio utapata. If at all tumefika mahali tumeanza kucheza na wewe, tumeanza kuongea, umeanza kunijibu, you have nothing. Kama umeona uchi wangu,
Uchi wangu kuona uchi wangu ni tumeenda na wewe kule, nimesalimiwa na mtu fulani, nimefanya kitu na mtu hapo nje, na unakuja na hiyo report naanza kupatia watu. Spiritually you are dead. You can never tap anything from me. It's a disconnect. Until you know to respect that anointing. Until you know to walk with that anointing. Until you understand this is a man of God. There is a separation. Kuna siku utanikuta kwangu nikiwa Mr. Dora. Na ukifika kwangu ujue na dini na Mr. Dora, kuna mipaka ya Mr. Dora. Hallelujah. Tukitoka huko tukuja kanisani, kuna siku utanikuta nikiwa bado Mr. Dora kanisani. Na kuna siku utanikuta nikiwa apostle. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are able to identify those boundaries, you will live well. When you are able to identify, kujua huyu ni Mr. Dora tunaongea naye sasa, ukae kama Mr. Dora. Kama ukikuja unikuta huyu ni Apostle Dora, mnaongea naye, kaa kama Apostle Dora. Learn to have boundaries. Learn to have, ukuwe na mipaka. Ukuwe na njia za kuongea na kukaa na huyo mtumishi wa Mungu. Hivyo ndivyo uta-attract baraka. Wakati Gideoni aliulizaga huyu mzee, malaika huyu, alimuuliza maswali mingi ya ujinga. Kwani huyo Mungu tunaambiwa ako wapi? Kwani huyo Mungu tuliambiwa alikuwa na Abraham, aliendaga wapi? Kwani huyo Mungu tuliambiwa alikuwa na nani, aliendaga wapi? Kwani huyo Mungu tulikuwa aliendaga wapi? I can realize I've made a mistake. I shouldn't have asked this man. Alikubuka, hapo ndio aliswitch on, akaona I've been speaking to an angel. Akamake sure, akajua, akasema I have to rectify. Ni rectify makosa hiyo ya hiyo maswali nilikuwa nauliza. Hiyo masengenyo huku nimekuwa nayo kunihusu. Hiyo masengenyo umekuwa nayo kuhusu kanisa. Hiyo masengenyo, hiyo maneno ambayo umekuwa ukifanya nyumba hii, rectify. Rectify. Nenda utafute dhabihu kuja kwa madhabahu. Hata kama unataka kutoka, usitoke ukirigidhia diradhi ati umeenda ati umekasirika. Hautafaulu. Hautafaulu. Mimi kunigongezea dira hapa, mimi nina uwezo, mimi nikiwa peke yangu ninasema tu kitu kimoja tu, acha tuone mahali anaenda. Ndio naona watu wote wametoka kanisa yote na madharau. They have not succeeded and they will never succeed. Hata wale walitoka hapa na madharau, they will never see the end of the light. Na kama wako na kitu, hiyo kitu ambayo ilitoka hapa itarudi hapa, itawaacha. Those are the consequences of the anointing. And that is why mtu anaitwa Elijah alimwambia Elisha, if you see me, ukiniona nikienda, si ati nitakuachia. Mantles are never dropped, atichukua. Mantles are put in organs of body of people. Mantles zimewekwa. Mantle ya Elisha iliwekwa kwa macho yake ndio aione. Aliambiwa ukiniona nikienda. So you need to be disciplined. You need to be obedient. You need to be, unakuwa na huyo mtu hamuachani. If you want any mantle from any spiritual person, utasema utebenda huyo mtu, awe mubaya awe mzuri, vumilia tu, twarana na tunake, twarana nake. Ukimenyaka hali kilioreda, usisekenye yeye, usipigane na yeye, usimwambie mambo mengine, hapana. Be loyal. Hata ukisikia menyamba ananuka huko nyuma, vumilia tu, maana kuna kile unataka. Akamwambia ukiniona nikienda. So it means huyo mtu alifungwa, akaambiwa kumaanisha hautatoka karibu na mimi. For you to be successful, to get this one, hautoki karibu na mimi, lazima ukue karibu na mimi. Ona dadhuria kagusha mrugo kawani anointing madhani ya washo. Bwana asifiwe sana. Because anointing yake iliwekwa kwa macho yake. For you to tap this, you must see. Na Joshua akaambiwa for you to tap, akaambiwa mahali utakanyagisha miguu yako. So he must go. He must go. It doesn't matter kama kuna giza, it doesn't matter kama kuna vita, it doesn't matter kama kuna ugumu, it doesn't matter what is happening around there, it doesn't matter. Lazima akanyagishe ndio amiliki. Kuna lazima ukanyagishe miguu yako ndani ya utukufu wa Mungu. Ukanyagishe miguu yako ndani ya uwezo wa Mungu. Ukanyagishe miguu yako ndani ya kazi Mungu amekuitia. Just kanyagisha ndio upate baraka. Maana ameambiwa it is attached, your success, your victory iko connected na miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa wewe ukiwa mang'aa, unakaa kutaka kuwa pale, wewe ni mang'aa, umejawa na umang'aa, you are full of yourself. Wewe umekuja hapo na kuja kuenjoy Dora. Dora haienjoyeki. Dora ni anakaa kama aloe vera. Ni mururu. Dora ni mururu.
Ndura ni muguthe kana kio muthe rucio ndarakwenda na ndarenda gukuona na Ndura ni egukuingata. Ndura ni ule tu amugike. I'm still the same man. Hakuna kitu kilibadilika kikubwa. Ni yule Mungu alitoka wa huko nikaeko Mungu wa mbinguni, lakini I'm the same man. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nikikuja hiyo kichwa ikilipuka, nitakwambia wewe kanyaga huko enda huko. Kwani unaniokesea nini? Ninakusidikiza mpaka huko chini. Nago ile nikioleda. Na ukinijibu mikono hii nilipatiwa ya kufanya kazi. Na kuwekelea mbili, unaona huyu mtu wako serious, unaenda na bado Mungu ataendelea kuitwa Mungu. Because that is how I was called. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how I was called. Joshua aliitwa kama jeshi, commander. Akachukua panga na bunduki, akapigana, akaingia Kenya, akachinja Ruto, akaingia Uganda, akachinja Museveni, akaingia Burundi, akaingia Rwanda, akachinja making, 5 good kings, akaekelea vichwa vyao, akaduka muti, na Mungu akaendelea kuitwa Mungu. Ndio ureda ni joke dwekeo. Dokieo. Mureda dokieo. Baekorosho ni Ndura jadore. Akatija amechinja Ruto, akachinja nani? Museveni, akachinja Msamia, akachinja mafalme 5. Akachinja 5 kings, akachinja. Ndio uchinje 5 kings, umechinja maskari wangapi? Umechinja majiesi wangapi? Umechinja maami wangapi? For you to reach ultimate kwenda kwa Ruto, sasa tuseme ukila hachukua hii mpaka tunaenda kuleta kichwa ya Ruto. Hapa kutoka hapa mpaka pale. Tutakuwa tumechinja watu wangapi? Wengi sana. Because there is a purpose of God, and he understood mahali popote ukikanyagisha mguu, if you obey diligently, if you respect this word of God, mahali utakanyagisha mguu utamiliki. Yani his power iliwekwa kwa miguu. Kukanyagisha tu hivi anashinda vita. He didn't want to do anything. Kukanyagisha hivi majeshi wote wanaanza kuingiwa mwoga. Kukanyagisha hivi watu mpaka wale wa Amoni walikuja wakamwambia, tumesikia nitoigwete gumo yako, nitoigwete ole wewe, tumesikia venye wewe ni mbaya, tumesikia venye umewafanya. Sisi tunataka tu uchukue hiyo kalamu na uchukue karatasi, tuandikiane. Sisi tuko tayari kuosha miguu yako. Sisi tuko tayari kukuwa wafanyikazi wako. Sisi tuko maana walisikia huyo mtu tu akikanyagisha shamba ya kwenu, shamba imeenda. Walisikia, walikuwa najua huyo mtu tu anahitaji tu kukanyagisha mahali tu akanyagishe. That is the end of you. Because the power ya Joshua iliwekwa kwa miguu. And to get this power of Joshua, lazima ungekaa kwa tent. This man diligently, faithfully alikaanga kwa tent. Ni siku moja tu walienda na Musa, akaambia Musa, "Ndeto hizo kwa gai." Alipofika tu kwa mlima, ile rohani ilikuja. Akaambia Musa, "Mode, ndaka peke yako. Sitaki kuona huyo Mungu. Tukinyagelia report, tuko ready ku receive report. Na tunakuamini." Kutoka siku ile aliambia Musa, "Tunakuamini 100%. You are our king." Wewe tu ni mwali na mbele ukuje. Lakini sasa wewe unataka kuja kuenda na Musa, ati muende kwa mlima, utachomeka. Musa amewekwa power kwa macho ya kuona huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you only understand these things, you are able to tap the anointing. Don't sit in a church 1 year, 2 years, 3 years, and you've got nothing. Uko empty. Ati una mgeni wa honoka ila murahujanirio nake. Ngia unakuta anaquote verse, wewe hujui verse, na umekuwa kanisa miaka 5. What are you doing 5 years in kanisa? Unafanya nini? Ati uko hapa ama follower ya Ndura 5 years, 6 years. Na ugetekera wikaragira nokyo wikaragira ginya nige atorekire nego ikariro. Hakuna kitu umetap. Even one verse of the Bible you were taught. Even one lesson that you were taught here. Haujui. Hata nikiwauliza tuko episode 6 of Battles of the Gate, and there is nothing you have in all episode 5 to 1. Hauko gauna kitu. Why? Because you are empty. You are empty. Uko bure. Uko bure kabisa. You are empty. You are going nowhere. You are dying. Years are not waiting for you. Days are not waiting for you. Convert yourself. Release yourself from the bondages ambazo zimekushika. The limitations, the forces of darkness ambazo zimekuzuia kujua hili neno. Mimi napigwa na wahubiri. Mimi najua, and I'm happy nikipigwa na mahubiri, because they don't understand how. They don't understand how. Ati Ndura ndiye anahubiri. Ndura ndiye yako na kanisa how. Mtu ameokoka juzi.
Yes, si kuokoka nikae chini, niliokoka nifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. I cannot sit down. I cannot. Hata wakuje mabishopu na mabishopu wakaragwe na maapostu wakaragwe watoe supu, hiyo supu sitakunywa, because I know my cause. I know where I'm going. I was not born to sit down. I was born a leader, and I have to do what is entitled of me. This is what will make qualify you to become. This is what will transform you to become. Don't be happy ati kutoka Januari umekaa hiyo kiti mpaka kiti inakujua. Mtu mwingine anakuja kukukalia hiyo kiti, naona anaotoka tu. Yani watu ramenya nikiga tuma wehere gitike todo mwenene atuire gitike ugethito. Hebu angalia watu kanisani, kuna mahali position, they have positioned themselves ati hiyo ndio kiti yake. Ukikuja hata kama kanisa limejaa, unakuta hiyo kiti ikaliwi, kwa sababu imekuwa gethito. It is an altar. Igatu kirege gethito yake. Mundu ka wikarira kaja kuigwa tu yani irakuria na guko thutha ugokiria tugathi hau ha neighbor ugiukira hau ukona ni acomoka ni oka ni ikarira giti tondu ni githito. You are a witch. Yes, when ni murogi. How comes ati mwaka mzima kiti hilo na kaliaga position ni ile position ile January 2nd hivyo hiyo position ndio hiyo na unakutaka hiyo kiti imekugojea. How now? When ni mchawi. You converted that seat to be an altar. That is why nobody is able to sit on it. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado nimeokoka. Bado nimeokoka. For you to grow up your game, don't remain kwa kagita pale. There's manna. Grow. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we have to admire, like Solomon did. Solomon alichinja ng'ombe 100. How committed are you? 1,000 akachinja zake. He was a king already. He was a king already. He was a king. Kwa hivyo he had the access of anything, but still he bowed down to God. He still bowed down. Kuchinja ng'ombe 1,000. Can you tell me, kuchinja ng'ombe 1,000 umebakisha zingine ngapi? He had so many, and God gave him wisdom. These mantles of wisdom, mantles of whatever, prophetic, being a royal, being somebody, you have to tap. It's a mantle you have to tap. And tapping, you have to be royal. You have to be diligent. You have to be faithful. Be faithful to the anointing you are sitting under. Mirago yako ikufungukie. Ninaweza nitakuombea, utaombewa, utafanyiwa kila kitu, but you are still stagnated. You are still struggling under the anointing that is supposed to open doors for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Under the anointing that is supposed to prosper you, you are still struggling. You are still umekwama, maisha yamekukwamia. Why? Because you don't know how to tap the anointing. You don't know how to get into the promises of God. You don't know how to get into the well where you are going to tap this water from. He told you, I'll create a way where there is no way. He never created a way where these people walienda wakalala, wakapigiwa simu, wakaambiwa sasa the way has been created. No, they were walking, they were going without knowing where they are going. They were going mpaka wakafika, jira ikafugika, and God created a way. God will never create a way for you ukiwa you are not ready for the way. You are not ready for the blessing. You are not ready for the anointing. You are not ready for the next move. And then God comes, baby, nimekuja, I am your God. Now, I want. Hebu fanya mkono hivi. Sasa unafanya mkono hivi. Kwa sababu mkono yako ni mrefu, wewe ni mama mzee na ni baba mzee. Mkono si lazima iende. Si unaona yangu fanya hivi. Watu wangapi wale watu wa hapa? Wale tulifanya hivi. Inua mkono juu. Wale tulifanya hivi. Yes. Yeah. Tulifanya hivi kwa sababu walikuwa najua hauwezi kufikisha mkono wapi? Hapa. Sasa wewe nikikwambia ufanye hivi, ati ndio Mungu alete manto, hata stuka. Gainoko makage makore. Todo moko mego kinyasi ade huko. Todo goko ne kwara ihire, ne koia. Goko ne kwara ihire ne juko. Goko ne kwara ihire ne muhahe. Goko ne kwara ihire ne kwaga komenya Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mantles are followed. Are followed. For you to get the tapping, the trappings of power of God. Be faithful. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu na Mungu. Ayubu alienda wakati watoto wake walienda kufanya party after party, wakizunguka party after party, wakizunguka wakaenda kwa mtoto wa kwanza, walikuwa vijana 7, mtoto wa pili, mtoto wa 3, mvulana wa 4, mvulana wa 6, wa 7 na madada zao. Siku ya 9 baba anawaita nyumbani. Anawaambia kujeni.
anachukua busi, anawachinjia, anawatakasa kila mtoto, anatakasa kila mtoto. Matiga akoro hihi wasikue hihi walitukana Mungu na roho, sina mdomo na roho. Anawatakasa, anawaregesha kwenye nyumba ya Mungu, maana he knew how to do with the anointing of God. He knew how to bless his children. He knew how to deal. Na watoto hawakumkataa, hawakumwambia hatuwezi, hawakuwa na masegenyo, walijua this is the routine of our father. So when walisikia baba ameitana, wote wanasema mdheni hata naneto hii, because they were faithful, because they were royal. Lakini ukikaa kidogo hapo unasikia mimi baba yako ya kiroho, ka message ndio yako, ka message ndio yako, meje sorry. Nashindo sasa nikijika na duaya, because there is nothing I will release. There's nothing that come. It does not come because I want to release. Hata Elijah akimwambia Elisha, alikuwa anajua, hajui wakati wake wa kwenda, lakini anajua anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajui wakati wa kwenda, lakini alikuwa anajua nini? Anaenda. Kwa hivyo alimwambia mtumishi wake ya kwamba if you keep your eye, see me when I'm going, because see, I am not in the position of knowing when I'm going. So it is upon of you, wewe mwenyewe, you tap, you keep eye on me. Wherever I'm going, keep an eye. Nikienda kwa choo hapo nje, they'll make sure ni choo iko na roof. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nisitokea huko juu. Alikuwa anakaa hapo nje, mpaka anamwambia siku nyingine enda ukachote maji, anamwambia siadi. Yes. Akastick na huyu mtu na akatembea, akamheshima na akamheshimisha, na wakatembea nawe na yeye under the anointing of respect and mutual understanding. And that is how he was able to tap the anointing. The anointing is never transferable. Ati kwa sababu wewe ni umevaa hiyo kakora kako, I transfer anything to you. I won't. Kama wewe ni jagiri tu. Kama wewe ni mkora tu. Kama wewe hautatap anything, you can't. I cannot just say pokea. You cannot become a pastor because of pokea. You can never. You must tap it from somebody whom you've been faithful to. You've been loyal to. What are you loyal to? Hapa kanisani. What are you loyal to? What are you faithful to? What are you diligent to? Bwana Yesu asifiwe sana. Have you ever uphold? Umewahi kusimamisha mafuta ya nyumba hii? Umewahi kuyatetea mahali huko vijijini, mahali popote pale? Umesikia Ndura akisegenyo, unasema huyo ni mtumishi wa Mungu. Ama ona joiniki unasema sio ma. Tuna radikati. Dada kwa na radikati. Ni moitereria maguta, ni mundu maguta maiki. No ide ma. Ocho. Gaina gatiguira tha. Alafu you expect anything from me? You expecting anything from me? Ulienda ukakalisha huyu, ati huyu mkanisegenya na huyu, you expecting anything from me? There is nothing. You won't get anything. Utakauka tu, niko muroma, niko hohora. At the end of the day utatoka hapa, uende ukaongea vizuri kule nje. Huko hakuna anointing, huko hakuna nini. Ndio ukae hapa siku hiyo umekaa. Mbona huku kuja siku ya kwanza ukajua ati hakuna anointing? Wakati kitu daudia yako imekauka. Ndio si hakuna anointing yako, hakuna ya wengine iko. Maana nimeona watu wamebarikiwa hapa. I've seen being blessed people. Ndio kupokea neema yoyote ambayo inanihusu mimi, pata hekima. Naweza kuwa niko na weaknesses zangu, mimi niko nazo. I am 20% saved, not 12% saved now. 12% saved. I'm not as saved like you. You are a bit ahead of me. Ile kitu niko nayo hauna. Mahubiri niko nayo hauna. Mdomo ya kuongea niko nayo hauna. Vumilia. Waachana na hiyo pati yangu ya kutokuwa saved. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua ile pati ambayo ilikuleta hapa. If at all this party ilikuleta hapa ni connected na Jesus, follow it, do it. Hiyo weaknesses zangu nyingi, unajua nyinyi mnalalaga kwa matu kule kwa bigudi, mnakuja asubuhi. Mimi nakaaga hapa duniani. Saa zingine utanikuta nimelala mkuru kwa Ruben, na saa zingine utanipata Rugaruka, saa zingine utanipata Karen. Saa zingine utanipata nimelala Ruta. I'm a man of means. Ninalala mahali popote. So ukinikuta mkuru, najua mkuru, the life associated with mkuru. Hiyo ndio utanikuta nayo, uvumilie ukinikuta nayo. Ukinikuta mkuru, nikikula mrombero, inaitwa mrombero. Ukikuta nimekunywa mrombero, kuja tukunywe tu mrombero, si mbaya. Ni molicha, utaweka molicha yako na mimi niweke molicha yangu. Wewe uendelea kuvuruta, tukirudisha, tunavuruta, tukirudisha, tunavuruta, tukirudisha. Tunavumiliana tu, tunaendelea. Ukinikuta nikikula mutura na waliogo uko mkuru, tunakula pamoja.
Ukikuta nikikula na kijiti kama washaina huko Ruda, kuja na wewe chukua vijiti yako tuku. Wacha kuweza kusema na hii ni nini? Hii ni pepo. Bwana Yesu alisema tusikule na vijiti maana hii ni pepo. Kwenda kabisa na pepo yako. Wewe kwanza ndio pepo. Jua kukaa na dunia hii na jua kujipanga. Wisdom. Wisdom is perfect. This man was a king but he sought wisdom. This man had everything but he sought wisdom. Kana wisdom kimundu gitaguteithagia gitakuongerera hakiri no ujuko na no mbeca kirenda gukuruta muhuko fukuza. Halo. Kama hana idea, anaweza kuwa uko na idea na una pesa. Na mimi niko na pesa sina idea. Tumepata maji. Wewe unaleta yako na mimi naleta yangu tunaenda. Those are the kind of people you need to attract in your life. But if you are attracting adu ajuko, mutumio yo, ate todo weshe ready, ate tawakai, wale waida itu. Muite wewe ndugu. Ndiye mwale wa ndugu. Ba kono ni mushene we hadi kohe. Ba kono kohe hadi konyonia ate kohe juko siangania ngania rekire. Uachane na hiyo. Niambie niko na shilingi 1500 hapa. Niko na 2000 hapa. Tunaweza kufanya nini na hizo 2000? Na kuambia kuna project tunafanya. Investment fulani tunafanya. Leta pesa yako. Tunaunganisha, utakuwa ukikula dividend. That is what we want. That's the kind of people you want. Hiyo ndio wisdom ambayo Solomon aliomba. Solomon hakuomba kuongoza watu. Solomon alijua mimi hawezi kuongoza watu. Mtu alikuwa na capacity ya kuongoza watu ilikuwa baba yake Daudi. Yeye alijua ni akili itafanya kazi hapa. Akaambia Mungu, alichinja ng'ombe 1,000. A highest altar akainua. Dhabihu ya juu sana. Ng'ombe 1,000. Alipotoa ng'ombe 1,000 Mungu akakutokelezea akamuuliza, "Mundu wako ukwenda kuheke, nataka nikupatie nini?" Akamwambia, "Mimi nataka tu kitu umetupatia. Baba umembariki. Kila kitu umetufanyia. Hakuna kitu hujatufanyia. Ile kitu nakutaka tu, Daddy." Kwa alimuita Daddy. Ile kitu nataka kutoka kwako Daddy. Nipatie wisdom niweze kuongoza hawa watu. Wisdom. Hakuuliza mali, hakuuliza chochote. Aliuliza wisdom. Wisdom is the most important thing that you need to have in your life. Wisdom ya kujua kukaa na watu, kujua seasons, kujua timing, kujua nini, kujua wakati nyakati zote zikikuja. You have the wisdom to identify, I am supposed to be standing now, I am supposed to be seated now, I'm supposed to be walking now, I'm supposed to be running now, I'm supposed to be eating now. That wisdom of being able to know the season and your time. That is all what you need from God. That is all what you need, not money. Don't go to God to seek for money. Kule biguni hakuna pesa. Pesa imetengenezwa hapa Delaru. Ate baba nimekuja motugateri, ate oho ele ujigerere mokoge na pesa. Hakuna pesa inatoka biguni. Pesa inatoka Delaru, imeprintiwa Delaru, ingine imetoka. Wengine wanakuja na kudanganya ati kuna pesa ati ya UN ijaprintiwa vizuri, inataka tu one dawa moja tu itoke ikiwa yote. Si ukiona mtu kama huyo mpige kofi na mfukuze. Ati hiyo pesa ukileta 1000 yako moja inashikanishwa kama ni dola, inashikanishwa inakutolea noti 3 za dola. Noti moja ya dola ya 100 ukishikanisha na zingine inatoa noti 3 za dola. Na nakutolea. Na unaenda unapeleka huko kwa bagi na unaona ni mzuri. Modoshi yule ndio akothondekere pesa ri. Arakurehia niki. Bwana sitengeneze pesa yake. You didn't think wash. I was into wash. I know what they happened. Ni soda ya Coca-Cola na unaambiwa kuna dawa inatoka India. Na hiyo dawa inatoka na shilingi 1500 unaleta, unatoa 500 kwa sababu tunakula. Ni soda ya Coca-Cola inawekwa kwa chupa. Na itawekwa kwa kona ya mesa ndio ukuje ukipita uiagushe. Nikuchape coffee kumia ulibu dawa hii. Unajua hii ni pesa ngapi? Sasa nastuka, ni pesa ngapi? Na ni soda ya Coca-Cola. Fool, don't be a fool. Seek for the wisdom on how to exist on this world. Mimi nimekoni watu vizuri. Hakuna njia hata moja sijafanya ya kukoni watu. Na ni ujinga tu naona huyu damu tunya. Yaani mpaka kuna msemo mmoja nilihurumia, nilimnyang'anya 15 milioni. Nilimhurumia tu. Maana ni minister, alikuwa minister wa serikali. Mtu mmoja amechaguliwa, amekula kiapo ya serikali. Na serikali ilimuona ako na akili ya kuongeza serikali. Kwanza alikuwa minister wa finance. Sasa nilimnyang'anya 15 milioni na kumudanganya, hakuna kivuba macho, kumudanganya tu akaekelea 15 milioni nikatoka nazo. Mpaka nikaenda tukaujulisana, tukaenda tulisimamisha gari pale karibu na Serena, nje ya gate ya Serena. Tukauliza kadu makoro mariri mwate. Ushuteti mimi sato atunya. Yani unashanga. That is why Solomon did not go for power. That is why Solomon did not go for anything else but wisdom.
Tafuta wisdom from God. Sacrifice. Do a sacrifice to seek wisdom. Because when you have wisdom, you don't rule the masses, you rule the leaders. Bwana Yesu asifiwe sana. You get the right people, they will come. When you seek, ukiinua dhabihu, useme Mungu nataka wisdom, Mungu atakutumia watu ambao wako na wisdom, watu ambao wako na akili, ambao watakusurround. Don't aspire to rule people, aspire to lead people. And you can only lead people with minds. You can only lead people who have wisdom. You can only lead people who are ready kukupeleka. What have I contributed to advance the kingdom? You are supposed to advance. Tukupanua ufalme wa Mungu. Na ufalme ukipanuka, maneno mazuri inafanyika. Angalia Ruto mahali popote anaenda, because he is a king of this nation. In 6 months kutakuwa na barabara hapa. In 6 months nimetoa bilioni 6, nikitoa milioni 600. In 6 months hapa kutakuwa na kiwanja ya ndege. In 6 months. Yani unaona mpaka anawaambia, mpaka mnapiga makofi, mnainua, mnasema tutam. Na amekwambia in 6 months. Na sio kiwanja gani itajengwa na 6 months? Barabara ya kutoka Lemuru mpaka Lironi in 6 months itakuwa imekamilika. Sasa tuko kwa mwezi wa 7. Lakini simulipiga makofi. Yes. Na akaweka matiga hapo. Matiga zimemwagwa kwa barabara yote mpaka Nakuru. Ziko hapo. Kuna watu wanakula wakuli. Kuna watu wanakula. You need to have the wisdom to be associated in the kingdom. We are not building a religion. This church is not a religious church. It is a kingdom church. We are seeking the kingdom. Seek ye the kingdom, and all other will be added unto you. If you are not advancing the kingdom here, you are not worthy to be here. You are not worthy to be called a Christian if your Christianity is not for the advancement. Jiulize, tangu uokoke, what have you done? Ni watu wangapi umeombea wameokoka? Tangu uokoke. Ni watu wangapi umesaidia? How many souls have you touched? How many people that you have walked, umetembea na wao wamesimama? How many people that can be associated waseme, this man you see here, I'm what I am because this God used this man to bless me. Bethel Clouds TV, empowering lives.